Praise the Lord. We say thanks once more time because of this hour. And we praise the Lord for the gift of life He has given to us and for the good plans that He has for our lives. I greet us all, our viewers, from wherever you are viewing us from. And I'm so humbled to welcome you once more time that we may be partakers together of this lunch hour in the Word of God, our Creator, in the name of Jesus. This is Synagogue or CFC Church. We are situated around the city stadium roundabout of Mudhura Road. Hunter Reverend Dura Warwinge. So rejoice in the Lord as we share the Word of God. The one who is ministering to you this afternoon is Pastor Anita, by the grace of the Lord. Let's pray. Father, in the name of Jesus, King of kings, Lord of lords, you are great, my Father. You are so wonderful. Mighty God, you does marvelous, Jehovah Lord. You does beside our expectations, my Father, beyond our minds, Jehovah Lord. And we praise your name. We adore you, King Jesus. My Father and my God, the love that you have shown to us, my God, the love that you have given to us, my God, it's incomparable to any man in this world, my Father. For you gave out your only begotten Son, my Father, because of our sins. You gave us a new name, my Lord. And we praise your name and we adore you. We humble ourselves before thee, my Father, as we welcome your presence and your power through the leadership of the Holy Spirit, that you may minister to us, that you may direct us, my Father, because you are our Lord. We draw our strength from you, my Lord. We surrender unto thee, King Jesus, that your will may prevail, my Lord, into our lives. As we hear your word, my Father, as we receive your word, King Jesus, as you minister to us, Messiah, in the mighty name of Jesus. Father, we worship you. We adore you, King Jesus, my God and my Redeemer. I'm just a clay, my Father, unto your able hands, my God. Use me according to your will. Give me revelation of your word, my Father. Intervene. Power belongs to my Father. And it's in Jesus' name we do pray, trust, and believe. Can everyone shout a big amen? Amen. Hallelujah. Amen. We are going to teach ourselves from the book of Acts, chapter 12. We are going to teach ourselves from the book of Acts, chapter 12, by the grace of the Lord. I'm going to read from verse 1 downwards, and I'm going to mix or to use two languages, Swahili and English. And I'm going to read in Swahili fashion, Matendo ya Mitume 12, mstari wa kwanza wasema hivi: Panapo majira yale yale, Herodi mfalme akanyosha mikono yake akawatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Now about that time, Herod stretched his hand and embarrassed some of the disciples, some of the believers. Which time? About that time. The time you are talking about the goodness of the Lord. The time you are testifying the power that is in the word of the Lord. The time you are saying only Jesus alone is my refuge. The time you are just stretching your hand and laying upon the sick people and they are receiving their illness. The time you are just standing with those who are weak
those who are in need. That's the time your will raise against you. That's now the time your enemy will stretch his hand, that he may be against you, that he may despise you, that he may discourage you, that he may talk evil about you. Praise the Lord. Panapo majira yale yale, Herodi akanyosha mkono wake na kuwatenda mabaya baadhi ya wanafunzi wa Yesu, baadhi ya wale ambao wanaitanishwa na jina la Yesu, baadhi ya wale ambao wanakiri ya kwamba Kristo yuko na anaishi milele, baadhi ya wale ambao wamegairi maovu, wamekataa kutenda dhambi, wamekataa kuunganika na watu ambao wanamtia Mungu, wamekataa kukaa katika kikao cha watu ambacho wanatenda kinyume na neno la Mungu. That's the time your enemy will raise against you. That's the time those people who are against the word of God will despise you. That's the time those people who are not happy with your blessings, they will gather against you. Praise the Lord. Herodi akawatenda. Unaposoma hapo nyuma utapata ilikuwa ni matendo maovu kwa mitume ama kwa mwanafunzi huyu baada wa huyu. Mwingine ameuliwa, mwingine amechomwa, mwingine ametumbukizwa kwa mafuta ikiwa inachemka. Ni kwa nini? They are against what these people of God or what these disciples of Jesus are proclaiming to the other people. They are against the power of salvation these disciples are preaching. They are against the power of deliverance these people are talking about. Praise the Lord. Kwa hivyo wewe kama Mkristo, mchana wa leo, hili neno inatuhimiza ya kwamba wakati ambapo umeshikamana na Kristo, wakati ambapo umeungamana na wema wa Bwana, wakati ambapo umekubali kunyenyekea na kukaa miguuni pa Bwana, wakati ambapo umekubali kuzidi kusema ya kwamba yupo na anaishi milele, wakati ambapo umekubali ya kwamba liwe liwapo hutazidi kusimama katika msingi ama kwa mwamba imara ambao ni Bwana wetu Yesu Kristo, ambao atingiki, maadui huwa wanainuka wanapokutazama na kuona ya kwamba umesimama kidede, haubabaiki na jambo lolote, hausituliwi na jambo lolote. Hakuna jambo lolote ambalo linakufanya ukatazama nyuma na kufikiria yale ambayo yamepita, bali katika kila hali you are focused na macho yako umeyainua juu mahali ambapo msaada wako unatoka. Adui huwa anainuka ni kwa ajili ya kutaka kukudivert from that dimension. Praise the Lord. Kwa hivyo Herodi aliangalia na akaona msimamo wa wanafunzi wa Yesu, wale ambao walikuwa wanatembea na Yesu, wale ambao walikuwa wanatembea jinsi ambavyo inastahili. Wakitembea unafikiria ni Yesu, wakiongea unafikiria ni Yesu anaongea. Ni kwa nini? They are Christ. Praise the Lord. Wamefanana na yeye mwenyewe ambaye wanaitanishwa na yeye. Wamefanana na yeye ambaye ndiye mwalimu wao. Wamefanana na yeye ambaye ndio kiongozi wao. Wamefanana na yeye ambaye anawaelekeza. Na sisi kama Wakristo, wakati ambapo tunaitwa Wakristo, are we like Christ? Because the time you are called a Christian, you are Christ-like. Matendo yako yanaashiria Kristo. Kunena kwako kunaashiria Kristo. Njia zako zinaashiria Kristo. Ni swali kwako, ni swali kwangu. Biblia inaendelea ikisema nini? Mstari wa 2. Akawaua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. And when he saw it has pleased the people or the Jewish, watu wa dunia, watu ambao wamekataa kuelekezwa, watu ambao wamekataa kukubali mwito wa Bwana, watu ambao wamekataa kulainishwa, watu ambao wamekataa kufinyangwa, watu ambao wamekataa kuundwa upya. Wakati ambapo aliendelea kutenda hayo, akamuua Yakobo na akanyosha mkono wake tena akamshika Petro. Wale ambao ni maadui, wale ambao ni kinyume na mapenzi ya Bwana,
wakati ambapo uko katika hali ngumu, wakati ambapo uko katika majaribu, wakati ambapo umelemewa na pengine ni Mungu mwenyewe amekusudia yale yakawe kwako ndiposa akapate kujidhihirisha, halizidi kuona ya kwamba anatenda kitu ambacho kinastahili, na akaendelea kuwaudhi watu wa Mungu, akaendelea kulitesa kanisa, akaendelea kusimama kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo wakati huko katika hali ya changamoto, huko katika majaribu, huko katika hambo ambao inatatanisha, maadui zako huwa wanafurahia, maadui zako huwa wanapendezwa, wanafikiria ya kwamba sasa huo ndio mwisho wako, wanafikiria ya kwamba sasa hauko tena, wanafikiria ya kwamba sasa mwisho wako umefika na hauna tumaini, hauna mwelekeo, hauna msimamo. Praise the Lord. Wacha tusome pale chini tuone Biblia inaendelea kusema nini. Mstari wa 4 unasema hivi: alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari wanne wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Praise the Lord. So when he had arrested him, he put him in prison and delivered him to 4 courts of soldiers to keep him, intending to bring him before the people after Passover. Praise the Lord. Wakati adui anakufinyilia, ama wakati ambapo adui anainuka kinyume na wewe, huwa kuna wakati ambapo amepangilia, anasema ya kwamba sasa ni wakati nikamweke aibu, ni wakati nikamwonyeshe ya kwamba ana uwezo, ni wakati nikamwonyeshe ya kwamba ameshindwa, ni wakati nikamwonyeshe ya kwamba msaada wake hauko tena. Lakini ni nani aliye na msaada wetu? Ni nani aliye uweza wetu? Ni nani aliye mtetezi wetu? Neno inasema ya kwamba Herode alinyosha mkono wake na akamkamata Petro na akamuweka katikati ya vikosi vya askari wanne, ndiposa akapate kulindwa, ndiposa baada ya muda ambao ameashiria ama amekusudia, sababu yeye anaona ako na uwezo na ako na mamlaka, na sasa ako katika ulinzi wake, ako katika mikono yake. Yeye ndiye anampangia vile anataka, yeye ndiye anawaza jinsi atakavyomdhihaki, jinsi atakavyomtesa. Kwa hivyo akawa amepanga ya kwamba baada ya Passover ndivyo atamtoa mbele ya watu na aonyeshe ujuzi wake wa kutesa watu, ujuzi wake wa kusimama kinyume na mapenzi ya Mungu, ujuzi wake ya kwamba hakuna huyo ambaye wanasema ya kwamba yuko. Ndipo ataonyesha jinsi ambavyo ako na mamlaka. Lakini neno inaendelea kusema nini? Katika mstari wa 5 Biblia inasema hivi: basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Praise the Lord. Peter was there kept in the prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. Praise the Lord. Peter now is being imprisoned. Peter now is being jailed, and the soldiers are guarding him. Wamemfunga. Ndio magonjwa yametumwa kwako, ndio dhihaki umedhihakiwa, ndio umekataliwa, ndio umeshushwa mpaka chini. Lakini hapa mambo imebadilika. Biblia inasema ya kwamba wakati Herode alinyosha mkono wake na akamkamata Petro na akamweka katika gereza na akaamurisha vikosi vya askari wanne, ishara ya kwamba Petro was a threat to this king, ishara ya kwamba they had fear about Peter. Hata kama hawasemi ya kwamba ako na nguvu zaidi, hata kama hawasemi ya kwamba wanamuhofia, kwa nini akaweka vikosi vya askari wanne wakapate kumlinda? Meaning there was something different in the life of Peter. Meaning you have something different in you as a Christian. Meaning there is an ordinary power in you beyond your enemy.
Peter was imprisoned, the church stood together. Na wakasema sasa tunahitaji kulitia jina la Bwana. Tunahitaji kumuinua huyu Yesu. Tunahitaji kumtangaza Yesu. Ni kwa ajili ya mtumishi wake Petro akiwa mahali pale gerezani, ikajulikana ya kwamba kuna nguvu katika kulitia hilo jina. Kuna nguvu katika kumtazama yeye. Kuna nguvu katika kumkimbilia yeye. Kuna nguvu katika kumwegemea yeye. Kuna nguvu katika kumtafuta yeye. Kanisa ilisimama na wakainua sauti yao. Inaashiria nini kwetu kama Wakristo? Ya kwamba hata adui anapoinuka, wakati ambapo tunasimama pamoja na kusema ya kwamba Mungu yuko, wakati ambapo tunakuwa kwa lengo moja, wakati ambapo tunakuwa kwa nia moja, wakati ambapo tunakuwa kwa sauti moja na kulitia jina la Bwana, anashuka na kutenda maajabu, anashuka na kutuponya, na kutupigania, anashuka na kubadilisha hali ambao machoni pa mwanadamu, machoni pa adui zetu, machoni pa wale ambao walikusudia kinyume na mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, Bwana anashuka na kubadilisha ile hali. Mstari wa 6 unasema nini? Hata wakati Herodi alipotaka kumtoa, usiku ule Petro alikuwa amelala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili. Walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. That night Peter was sleeping, and the following day was the day ambao Herodi alikuwa amepanga akapate kumtoa, ndiposa akamudhiaki, ndiposa akamtese mbele ya watu wakitazama, mbele ya maadui wakitazama, sababu walikuwa wamependezwa na kuona Herodi anafanya kile kitu ambacho kinapendeza kwa macho yao, ambacho kinafurahisha ndani ya mioyo yao. Lakini neno inasema ya kwamba hiyo usiku kabla ya kesho yake, Petro akiwa amelala, akiwa katika gereza, amelala akiwa mahali pale, hana mawazo anawasa, hakuna maswali anauliza, hakuna kulalamika analalamika, lakini amelala na askari wako pale wakimlinda. Askari wamekosa usingizi sababu hawataki kufunga macho Petro asipate kuondoka, lakini Petro amelala sababu yeye ako mahali pale kwa starehe, lakini wao wanafikiria ya kwamba hako katika mateso, lakini wao wenyewe ndio wanajitesa sababu hawapati usingizi, hawataki kufunga macho Petro asipate kuondoka kwa gereza. Wakati adui zetu wanapotuinukia, mara nyingi wanakuanga hawana amani sababu wanafikiria ile mtego nimeweka yeye itamunasa, ile neno ambao nimekusudia yeye itafaulu, kile ambacho ninataka kikafanyike kwake yeye kitafaulu. Lakini wewe, sababu yule aliye mlinzi wa Israeli ambaye halali wala kusinzia yuko pamoja na wewe, na Biblia inasema ya kwamba ninawapa usingizi wale ni wapendao. Wakati adui yako hana amani, wakati adui yako hatulii, wakati adui yako hana utulivu wa moyo, hapo ndio wewe umepewa amani, umepewa kutulia. Unamtazama Bwana na unamwambia ya kwamba it's all about you. Your power belongs to my Father, and there is no another power which is above you. So let your will be done. Take dominion, King of Kings. Prevail yourself, my Father, because you are great, my Lord, and you are my tower, you are my fortress. Adonai, it's all about you. Wakati adui abaya akiwa ako na wasiwasi, anachunguza na kuangalia, niliweka mtego mahali hapa, je hajapita mahali hapa, niliweka mitishamba mahali hapa, mbona hajaruka? Lakini wewe huna habari, unapita juu ukiendelea kusema ya kwamba yu hai milele, yu hai milele, mtetezi wangu anaishi, sababu Bwana amekupa amani, Bwana amekutia ulinzi, Bwana amekuangazia jua lako la neema. Kwa hivyo wewe hauendi jinsi ambavyo wale wa ulimwengu wanavyoenda, haulali jinsi ambavyo kama jinsi wanavyolala walalavyo. You are ever alert in the spirit, and the light of the Lord is guiding your steps. The power of the Lord is protecting you. The Holy Spirit is guiding your feet. Praise the Lord. Wakati ambapo maaskari walikuwa hawana usingizi, wanaangalia
huyu maabusi anaweza toroka na tukose kasi, lakini Peter ako mahali pale amelala katikati yao, lakini wao wako tu wamesimama statue na yeye amelala ametulia. Hata ana habari ya kwamba ako katika gereza, lakini usingizi umembeba, usingizi ambao hakuna kushtuliwa. Ametulia ndani ya moyo wake, ametulia ndani ya mawazo yake. Kwa hivyo mchana wa leo, wacha ukajiulize swali ninapojiuliza, ni gereza gani ambao amekuweka? Ni jambo gani ambalo limekuwa gereza? Ni jambo gani ambalo limekuwa minyororo? Umefungwa kwa mikono na miguu, na uko mahali pale unaendelea kulia, uko mahali pale unaendelea huko mahali pale unaendelea kupoint fingers to your colleagues. Now this afternoon, the word of God is encouraging us that we have somebody who cares for us. We have somebody who has the power over what is taking place into our lives. Peter aliendelea kulala usiku ule ule, wakati ambapo adui yake Herodi ameamurisha askari wakapate kumulinda. Praise the Lord. Wakati ambapo unatambua ya kwamba uko na mlinzi, wakati ambapo unatambua ya kwamba uko na mtetezi, hautakuwa na wasiwasi, bali utaendelea kumwambia ya kwamba your will to be done. It's all about you. Praise the Lord. Mstari wa 7 unasema nini? Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamlika mle chumbani. Akampiga Petro ubafuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikaanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo, kisha akamwambia, jipike nguo yako ukanifuate. Praise the Lord. At that night, when the guards, the soldiers are just guarding Peter, they are just surrounding him, Peter is just deep in sleep. The angel of the Lord visited him. The angel of the Lord entered into the prison. The angel of the Lord visited Peter. Maaskari hawakuwa na macho ya kuweza kuona malaika. Ni kwa nini? Biblia inasema maadui wako na macho lakini hawaoni. Maaskari walikuwa wako mahali pale wanalinda Peter, lakini malaika wa Bwana ameshuka, ameingia mahali pale na akapata Peter akiwa ametulia, ako katika usingizi kama mtoto mdogo, na akamunguza, akamuamsha, akamwambia Peter, amka, kavae nguo zako, kavae viatu zako. Lakini askari wako mahali pale hawaoni, hawasikii. Ni kwa nini? Kuna sauti ambayo Bwana huwa ananena nao kwa wale ambao ni wake. Kuna njia ambazo Bwana hujidhihirisha kwa wale watu ambao wamejiconnect kwake, and they have surrendered their lives totally into him. There are ways that the Lord your God will feast you, and your enemy will not be able to understand, even to recognize the time of visitation, sababu macho yake imetiwa giza. Macho yake haina mwangaza. Malaika wa Bwana akagusa Peter na akamwambia, sasa wewe amka, kavae viatu vyako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Don't forget, the church is still in one accord, in one mind. They are calling upon the name of the Lord because of the servant of the Lord. David is telling us what? In the book of Psalms chapter 100 and verse 33. Look how pleasant it is when brethren are gathered together in oneness. Hapo ndipo Bwana anaamrisha baraka.
na uzima teletele. Kanisa lilikuwa katika sauti moja, wakiendelea kulitia jina la Bwana kwa ajili ya Peter. Hakuna mtu alikuwa anaangalia mwingine, hakuna mwingine alikuwa analalamikia mwingine, hakuna mwingine alikuwa anasema wewe ndio umefanya Peter akashikwa, hakuna mwenye alikuwa anasema kwa nini wewe ulichelewa ukaacha Peter akaenda peke yake. Lakini wote walikuwa focused. Malaika ndiposa akamwambia toka ukanifuate. Biblia inasema ya kwamba ndio Peter alimfuata, lakini wakati ambapo anamfuata hakuwa anaamini ya kwamba ni ukweli. Alikuwa anaona ni kana ni maono, anakuwa anaona ni kama ni afrocinema continued shortly after news, sababu hakutarajia. Yeye aliacha amefungwa mikono na miguu na maaskari wamewekwa kwa ajili ya kumlinda, lakini ako hapa mtu ambaye anamwambia amka, kajifunge nguo zako, kavae viatu zako na unifuate. Na askari wamewekwa kuanzia mlango pale wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, vikosi vinne, ishara ya kwamba Peter was a danger man. He was not a simple man. They had fear. Malaika amemwambia toka nifuate. Ndio amefuata sauti, amefuata malaika, lakini neno inasema ya kwamba alikuwa anafikiria ni kama si ukweli, ni kama ni maono anaona, bado ako mahali pale amelala, ni kama bado si kutendeka inatendeka. Praise the Lord. Na malaika akatoka na yeye. There are sometimes when the Lord our God plans to do what pleases him into our lives, our enemies will miss to understand. Even as ourselves, there are some miracles that our Lord God does into our lives. Unabaki ukijiangalia, unajiuliza, am I really the one? Is it really true? Imetendeka. Ni kwa nini? He does great things. He does marvelous. He does beyond our thinking. Petro alitoka akafuata malaika akiwa bado hajaamini kama ni ukweli. Biblia inaendelea kusema nini? Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini, ukawafungia wenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Look at this. As Peter stood up and started following the angel, as they reached the first door, the door opened itself for them to pass. They went to the other gate. The same thing happened. And they continued. And when they reached the last door, it opened for them. Na walipofika mahali pale nje, wakafika katika kijia kimoja mahali pale, hapo ndipo malaika alimwachia Peter. Akiwa ametoka nje ya gereza, akamwacha mahali pale. Akiwa ametoka katika kifungo, akiwa ameachiliwa huru, hakuna nyororo katika mikono yake, hakuna nyororo katika miguu yake, hakuna chochote ambacho kimewekwa cha kumzuia kutembea, hakuna chochote ambacho kimewekwa cha kumzuia kukosa kutazama mbele. Praise the Lord. Wakati ambapo unalitia jina la Bwana, wakati ambapo unatulia mbele za Bwana, wakati ambapo unamgoja Bwana kwa subira, katika hiyo hali ambayo adui amekusudia ama ameinuka kwa ajili ya maisha yako, Bwana ataamrisha malaika wake, na malaika wa Bwana atakuelekeza, malaika wa Bwana atakuongoza mpaka ukaachiliwe, ukafunguliwe, ukawekwe huru, ukatetewe, ukarejeshewe amani, ukarejeshewe baraka zako, ukarejeshewe ndoa yako, ukarejeshewe kazi yako, ukarejeshewe afya yako, kwa kuwa Bwana ni mwaminifu na anatenda yaliyo mapenzi yake. Praise the Lord. Petro alifunguliwa minyororo kwa mikono, akafunguliwa kwa miguu. Ilikuwa inatoka yenyewe wakati malaika alimunguza tu, wakati malaika anaamurishwa kukunguza, wakati anaamurishwa kutuma na baraka zako, wakati ambapo umetulia, wakati ambapo umeacha na kusema ya kwamba mapenzi yako Bwana ikatimie. Hakika ndugu yangu na dada yangu, nakwambia ya kwamba
kwamba utafunguliwa, utawekwa huru, utaelekezwa, utaonyeshwa njia, milango itafunguka pasipo wewe kunguza, pasipo kifunguo chochote kutumika, pasipo mbinu yote ya mwanadamu kutumika, bali nguvu za Bwana ndio zitakuwa zinafanya kazi, ndio zitakuwa zinanena, ndio zitakuwa zinakutangulia, na kila mahali unapata kibali na wema wa Bwana unaambatana pamoja na wewe. Petro, hakuna mahali Biblia inasema ya kwamba alijibishana na maaskari, ama wakaulizana maswali, ama akauliza ni nini mnanifanyia, ama nimefanya kosa gani, lakini Biblia inasema ya kwamba alilala usingizi wa amani, alilala katikati ya askari. Praise the Lord. Biblia inaendelea kusema nini? Mstari wa 11. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herodi na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Praise the Lord. Baada ya malaika kuachana na Peter, hapo ndipo sasa Peter alipata ufahamu. That's now the time he came back to his senses. And they realized, really it was true. It was the angel of the Lord who was sent that he may set me free. Who was sent that he may remove me from the prison. Hapo ndipo aliamka na akatambua ni ukweli. Ameondolewa katika kifungo, ameondolewa katika macho ya Herodi, ameondolewa katika mipango ambayo Herodi alikuwa amepanga na Wayahudi walikuwa wametarajia kusherekea mateso ya mcha Mungu, dhihaka ya mcha Mungu, dhihaka ya watu ambao wanalitia jina la Bwana. Lakini Mungu naye akiwa juu mbinguni akasema, no, haitakuwa hivyo. Huyo ni wangu na hajamaliza kazi ambayo nilimuita kwa ajili yake. Praise the Lord. Mstari wa 12 unasema nini? Na alipokuwa akifikiri haya, akafika nyumbani kwa Mariamu mamaye Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko, na watu wengi walikuwa wamekutana umo wakiomba. Praise the Lord. Wakati alikuwa anafikiria, hakuwa anafikiria kama amesimama mahali ambapo malaika alimwachia, lakini alikuwa akimeditate, akiwa kwa njia, akiendelea kusonga katika kale kanjia ambacho malaika alimwachia, na akaendelea kusonga. Na neno inasema ya kwamba na akafika katika nyumba ya mama mmoja ambaye jina lake ni Mariamu, ambaye ndiye mama yake Yohana. Na alipofika mahali pale, still the church was in prayers. Still the church was calling upon the name of the Lord. Still the believers were standing in the gap because of Peter. Ni mara ngapi kama Wakristo, wakati mpendwa anasema ya kwamba naomba mkasimame na mimi kwa maombi, ama naomba mkanikumbuke kwa maombi, ama naomba mkaashirie hili charge langu mbele za Bwana, ni mara ngapi kama Mkristo tunachukua hilo kuwa jukumu na tunaifanyisha kazi kwa kumaanisha? Ama wakati ambapo mtu anakuja kwako anakuambia ninahitaji msaada wa namna hii, ndio unasikia kwa masikio lakini hakuna matendo. Wakristo wa nyumba ya Mungu walikuwa bado wameunganika na wanaendelea kulitia jina la Bwana. Na wakati Petro alifika mahali pale, akabisha mlango, na kijakazi mmoja jina lake Roda akaja akasikiliza. Na alipotambua sauti ya Petro, hakuifungua mlango kwa ajili ya furaha, bali alipiga mbio akaingia ndani, akawaambia kwamba Petro anasimama mbele ya lango. Wakamwambia, una wazimu. Lakini yeye akakaza sana, akasema ya kwamba ndivyo hivyo. Wakanena, ni malaika wake. Praise the Lord. Look at these people. Ndio wamekuwa kwa maombi, na hata mpaka that minute they are still in prayers. Already the Lord has answered their prayers. Lakini wako hapa. Petro amefika katika nyumba na amebisha mlango.
And this maid was very much alert. Akasikia mlango imenguzwa na akachungulia na akasikia sauti kama jinsi ambavyo mlango inapobishwa unauliza ni nani, mtu anasema ni mimi fulani. So wakati aliuliza ni nani, Petro akasema ni mimi. Sababu ya furaha, maombi imejibiwa, the Lord has done. Akakimbia akaambia wenzake, akaambia kanisa ya kwamba Petro amesimama kwa mlango. Lakini wakamwambia, msichana, wewe uko na wazimu, huyo sio Petro, pengine ni malaika yake. Nataka niulize, unapojiuliza ni mara ngapi umeenda mbele za Bwana, ndio unamuita Bwana, unalia, umejiangusha mbele za Bwana, unamtumainia Bwana akatende jambo, lakini wakati ambapo anatenda unapata ya kwamba imani yako ni fukufuku, ama uelewi kabisa ya kwamba imetendeka ama bado haijatendeka. Bwana ashajibu maombi yao tayari, ushindi umepatikana, lakini wanaanza kubishana. The reality of the matter is this: haijalishi umefungwa na nyororo za aina gani, haijalishi umewekewa mitego ya aina gani, haijalishi wamekupa muda wa kiwango gani, haijalishi wamesema nini kukuhusu. I'm here this afternoon to tell you that we are conquerors in the Lord our God. We are more than conquerors in every challenge, in every situation, because Baba yetu alishinda kwa ajili yetu. Let us have faith. Let us be strong. Let us be courageous in the name of our Lord Jesus Christ. For he has the power above everything. Kanisa lilitia jina lake na ushindi ukapatikana. Kwa hivyo tunapotambua ya kwamba ushindi wetu huko katika Bwana, amani yetu iko katika Bwana, baraka zetu ziko katika Bwana, vio vyetu viko katika Bwana, hatutasita kamwe, hatutalalamika, hatutachoka, hatutatazama nyuma, bali tutazidi kulitia jina la Bwana, bali tutazidi kumuinua Bwana, tutazidi kumngoja Bwana kwa subira akatende yaliyo mapenzi yake kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Na hakika atazidi kuinuliwa milele, atazidi kuabudiwa milele, sababu ni Mungu mkuu, ni Mungu asiyeshindwa, ni Mungu asiyechoka, ni Mungu asiyetuacha, bali yuko pamoja nasi katika kila hali, katika kila tukio na katika kila changamoto, katika jina la Yesu Kristo. May the Lord our God be our peace, be our strength in everything, in the mighty name of Jesus. Father, in the name of Jesus, King of Kings, Adonai, we worship you, we praise your name, we adore you, King Jesus, because you are our answer, you are our solution, my Father. You are capable, you are reliable God. You does, Messiah, what no man can do, my Father. We surrender unto thee, my God. Ukatutetee, ukatushindanie, ukatutie nguvu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Wema wako na mapenzi yako Jehova, ndio tunaomba ukatimize katika maisha yetu, tutokapo tuingiapo Jehova. Asante Mungu wetu na Baba yetu kwa ajili ya watoto wako wa kike na kiume Jehova, wote mahali walipo ambapo wamesikia hili neno Jehova, ishie milele. Wacha Baba tukaifanyishe kazi na sifa na utukufu zikakurejeree wewe. Tuponye Jehova, tufungue Mungu wetu, tuweke huru Jehova, kwa neema yako, kwa rehema zako, kwa upendo wako Jehova, sababu wewe ni mwaminifu na unayaweza mambo yote Baba yetu katika maisha yetu. Wa neema na rehema ni wewe. Asante Masia kwa ajili ya Reverend Tura Waruinge, kononi mwako Jehova tuamkabidhi, ukazidi kumwangazia jua lako la neema, ukamstiri chini ya hema lako Jehova, ukamshikilie kwa mkono wako wa kuume hodari Jehova. Mwangazie jua lako la neema Baba, neema yako, amani yako, nguvu za kipekee Jehova, kawe sehemu katika maisha yake. Kanisa nzima Baba, kama jamii tunakuhitaji. Tutende wema wako na mapenzi yako, tuinue mara tena, ukatunguze mara tena. Nchi nzima Baba tunakutarajia,
Mataifa yote Masia wanakutazamia wema wako na ukuu wako Jehova. Ponyaji mwema kwa wagonjwa wote, ukawanguse na kuwalinda Jehova. Pokea sifa zote Baba yetu. Neema yako na amani yako ikatutoshe. Roho Mtakatifu, wewe uliye mwombezi mwema, ukazidi kutuombea yale ambayo tuwezi kuomba, nani katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. 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 We can give our offerings. For our viewers, we have our till number. If you want to share together with us the offerings, tithes, we have our till number. That's 5139543. 5139543. May the Lord our God bless you in the name of Jesus. Blessings, blessings, blessings. Let's meet in the evening by the grace of the Lord. Amen. Amen.